Hivi kaka, mtoto akizaliwa hapa atazaliwa akiwa huru au atazaliwa akiwa na mzigo tayari? Akajibu, mzigo gani? Baba anaita urithi, lakini kila ninapoangalia naona tuarithisha kazi na si kesho. Akajibu, hiyo elimu yako italima shamba? Haitolima, lakini itamkomboa maisha yake yote asije kulima bila kuchagua. Baada ya muda kidogo anafika shemeji yangu, anaitwa Boki. Ana ujauzito wa miezi 7 na mtoto wa mwaka mmoja miongoni mwake. Alionekana amechoka kwa hali ya ujauzito aliokuwepo nao, na sio ujauzito tu uliomchosha, pia na njaa. Alianza kwa kusema, Mika, unga umeisha. Si nimekwambia tuvumilie? Mtoto hawezi kuvumilia. Wewe ni mwanamke, natakiwa ujiongeze. Sio ndo kaombe. Hayo yalikuwa majibizano kati ya kaka na mke wake. Kaka, huyo mtoto wako utamrithisha nini? Akajibu, shamba. Sio shamba tu, pamoja na njaa. Kaka, kuzaa sio ushindi, ni jukumu. Tulifundishwa kuzaa mapema ili tusije tukaishi peke yetu, na ndiyo maana tunaishi pamoja, lakini kila mmoja yupo peke yake ndani. Kuzaa mtoto bila kujipanga ni sawa na kumpeleka vitani bila silaha. Elimu ndio urithi pekee. Hauozi, hauishi na wala uchukuliwi. Ukimpeleka mtoto shule, utakuwa umempa ardhi kubwa kuliko hata ile shamba lote. Mimi sitoacha shule kwa ajili ya kuoa. Nitaoa nikiwa tayari, na hata mtoto wangu nitamrithisha akili kabla ya ardhi.